Na wewe ndio umesababisha mimi kukuchiti. Wewe mwenyewe. Mimi sio cheater. Haya, mimi nakutakia majonzi mema. Nenda zangu kazini. Binti wa watu hana kosa lolote, mimi ndio mwenye kosa kwa sababu nilimwingilia kilazima. Nikwambie tu kweli. Hana kosa yule. Yaani usimguse kabisa. Sababu utakapomgusa sheria itakuona. Umeelewa? Na hauwezi kumfukuza. Yaani sio kwa subutu kwa jidanganya eti umfukuze. Hauwezi. Hapa ondoki mtu. Haondoki mtu hapa. Hawezi kuondoka yule. Lilati hawezi kuondoka katika nyumba. Hasila ni habari. Hilo inabidi ulijue kabisa. Bye. Abantu kuregeze kamba. We, abantu kuregeze kamba. Tumekuja kama mazombi. Iya, tumekuja kama mazombi. Wewe. Karibuni. Asante. Mganga tumekuja. Ndio. Mwanangu huyu ana mume wake lakini dada wa kazi kamchukua. Yaani imekuwa shida sasa hivi, maelewano hamna ndani ya nyumba, wanagombana muda wote. Wewe mwambie mganga unasema. Sema. Ndio mganga. Nini? Mume wangu sasa hivi anipendi. Anampenda dada wa kazi. Sasa ninachohitaji mimi mume wangu anipende mimi tu. Yaani anipende kama zamani na mara 10 zaidi. Na kila nitakachomwambia awe ananisikiliza. Usijali. Yaani akupende sana, si ndio? Ndio unachomwambia wewe nakubali tu, si ndio? Wewe zombie, utawaua. Ama asante sana. Nganga Magoride. Wewe hapo nganga Jimbuko umefika. Sasa mama ipo hivi. Haina shida. Kila kitu kinawezekana hapo. Ndio. Naweza kumuinamisha kila anachomwambia pale akakubali. Sasa masharti hapo. Hapo inabidi muje na mchele kilo 2. Mchele kilo 2 na nyama kilo 3. Nyanya na mafuta. Melewa? Ndio. Na viungo vyake vile. Tuje kufanya kafara ili akimwambia neno tu apingi. Melewa? Na pia kama utaondoka hivi nitawapa na dawa hiyo ndio kanitikia kwenye chakula. Akila tu kuisha kazi na tukifanya ile kafara nitafanya mimi huko. Nyinyi mnaondoka pale, lipa namba hiyo, utatuma hapo, kisha tuma hapo, mimi nikifanya ile kafara huko, kule kila kitu kinaenda sawa. Tumeelewana? Sawa. Hakuna shida kabisa. Sasa hapa nitawapa dawa hapa, ili mkamwekea kwenye chakula. Kwenye chakula unampa ale, umeelewa? Ndio. Unasikia? Nakusikia. Wewe kwenye chakula labda kila tu bana mimi kunafanya kafara yangu. Ukishatuma hapo kwenye lipa namba hapo, basi kila kitu kinakuwa kipo tayari. Umenielewa? Ndio. Sijui unanielewa? Ndio nakuelewa. Asante sana. Chimonga mwene. Iya, mama, chimonga mwene. Iya, tumekuja kama mazombi. Kama mazombi. Ndio. Ida nataka kwenye chakula wakati napika au nikishakipakua. Ukishakipakua nichanganyia kwenye chakula chake. Ukipika kwenye chakula sitakula na mama. Tumeelewana? Sio umenielewa? Ndio nimekuelewa. Fanya hivyo. Kila kitu kitaenda sawa na mimi kunafanya kafara. Ndipo namba ile pale sababisha hapo, ninue vitu hivyo. Sawa. Iya. Nemba mole nani iya. Iya.
asubuhi tu nakurupuka kitandani unaenda kwenye mashughuli. Asubuhi kweli? Mume wangu hapo nimepigwa simu na Sharifa sasa hivi mtu mshoga yetu leo anaolewa. Yaani hapo unavyoniongelesha unanichelewesha kabisa hata sikuelewi. Hapa inabidi tu hapo tukachambue mchele. Haya mimi atanienda nani hapa kwenda kazini? Naona umekurupuka tu hapo naanza shughuli. Mume wangu dada kazi yupo, mimi naondoka hapa. Wewe ukimaliza kupika, pakua chakula chake, mpelekee chumbani, mimi cha kwangu utaniletea hapa. Sijui tumeelewana? Sawa dada. Kafanya haraka, nishakwambia njaa inaniuma. Haya. Maana nilikwambia na nitakupa chance mrefu sana mke wangu. Badilika, ukashindwa kubadilika. Unategemea mimi nifanye? Ya mimi nitoke kazini nafanya mikazi migumu narudi nyumbani. Mke wangu hayupo. Inaingia kilini. Dada wa kazi anakuja anafua kila kitu changu, kisha anafanya hivi, anafanya vitu vyote ananihudumia dada wa kazi. Palikuwa na haja gani ya kuwa na wewe? Mimi nikiamua langu nimeamua. Umeelewa? Hii ni kama nyama imeshafika kwa muuza bucha. Usitegemee kama itarudi tena kwa ng'ombe, usitegemee. Unaponaje huko? Ni pazuri. Pazuri? Nimekaa nimefikiria, nikaona usalama wako pale ni mdogo sana. Kwa sababu mimi kuna muda sikai nyumbani. Vipi mimi nikitoka huko nyuma, kinaendelea kitu gani? Kwa hiyo nikafikiria, nikaona wanaweza kukufanyia kitu kibaya. Walipanga kukuwekea sumu kwenye chakula. Kwa hiyo nikaona nitakuja kuingia kwenye matatizo makubwa sana. Kwa sababu watakapofanya hivyo, kumbuka hata sheria mimi ndio itakayoanza kunikamata. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mpango wao nikaona bwana nikuhamishe tu. Na mtu yote atakaye kupigia simu. Najua anaweza kutumia mbinu nyingi za kutaka kujua wewe uko wapi. Mwambie kwamba umerudi wapi? Nyumbani. Kwa sababu jana aliniuliza, "Ule lati kaenda wapi?" Nikamwambia, "Nyinyi si mmesema nimfukuze nikimpa hela yake." Nimeamua tu kumpa hela, nimemtimua. Usimwambie kwamba mimi naishi sehemu fulani. Usimwona nimekuleta nje ya mji kidogo. Tukae huku, tulie, tufanye maisha mengine. Huku bwana kunaitwa Kigamboni. Kigamboni. Ni Kigamboni? Kigamboni. Na hapa tulipo panaitwa Mikwambe. Wapi? Mikwambe. Mikwambe. Kwa hiyo jisikie huru, kuwa na amani. Sasa hivi tunaenda kuwa mke na mume, muda sio mrefu, bado ubani tu. Kwa hiyo sasa ule wakati wa mimi kufutuka kushindwa kupita kwenye mlango ndo unakuja. Na Ima alikuwa ananitesa sana. Sana. Nilikuwa sina amani. Kuna kipindi nilikuwa naona kabisa anakonda. Siku na sasa hivi suruali imeanza kukaa vizuri. Nilikuwa nikivaa basi nabakia nafasi kibao. Siku 2-3 tu ambazo nilikuwa karibu na wewe sana. Close. Umeona sasa nyama zilivyojaa. Pole. Kwa hiyo bwana huku mimi na wewe. Yaani kwanza ataniona kwa tochi. Kote tunaishi wawili tu, mimi na wewe. Tutaishi mimi na wewe. Na huku hii sehemu kubwa ina watu wengi. Kwa hiyo haimaanishi kwamba huko wote ndio tutakuwa tunaishi mimi na wewe. Hapana. Na maanisha kwenye hiyo nyumba kubwa. Kwenye hiyo nyumba? Watu wengine wapo ila chumba chetu mimi na wewe na maisha yataendelea. Sawa. Kule mimi hata nitafuta kwa nadra sana. Na hapa nataka nimdanganye na safiri. Naenda Arusha. Nitakaa kama miezi 3. Naona wengi toka zangu kazini na kuja natulia huko. Yaani nipo tayari nitumie gharama kubwa ya nauli. Lakini nafsi yangu iwe na amani. Sisi wanaume tunapenda sana amani na utulivu. Umenielewa vizuri? Yaani bora nitumie nauli kubwa kutoka hapa mpaka kazini kwangu. Kila siku ni sawa. Lakini nafsi yangu iwe na amani. Iwe na amani. Na mwachia yeye sasa. Wakati wake wa kwenda kwenye mashughuli, umenielewa? Kwenda kwenye vigodoro, kwenda kwenye sijui yeye sasa hata akisema anaenda kwenye ngoma za mashetani. Yeye tu aende. Yaani kuniona kule kwa mwezi mara moja. Kwa mwezi mara moja? Wewe ninavyonenepa hivi sasa hivi natoka kimwili niende kule mimi nifuate nini? Kwa mjalana yule. Kupika ajue. Hivi nani alikufundisha kuweka maji? Yaani maji kuyatia iliki alifundisha nani? Maji kutia iliki. Maji ya kunywa. Unakuja kunywisha chai wewe bila kujua? Hamna, ni maji ya kunywa yale. Na yale maji ya kuoga kuna siku ulinitilia nyanya imekuwaje? Ulinogesha kachumbari au? Ulinogesha kachumbari? Maji ya kuoga imekuwekea nyanya. Wewe, ngoja kunogesha kachumbari sifu.
hapa ninapokuambia. Mume wangu sasa hivi hata salamu hakuna, yani mambo ndio yamezidi kuwa mabaya. Akusalimii? Hata salamu mganga. Akusalimii kabisa? Kabisa, hata sijui sielewi. Nimepanga kabisa hata sielewi nifanye nini. Dawa ulimwekea ile? Nilifuata maagizo yote mganga alinielekeza, lakini hakuna chochote. Yaani ndio kwanza mambo yamezidi kuwa mabaya kabisa. Mimi huko kafara nilifanya. Nimefanya vizuri tu, labda nyinyi huko ndo mmekosea. Mganga mimi hata sielewi. Sielewi. Mganga, yani hamna chochote. Hamna chochote. Ninavyosema hamna chochote mganga, mimi sielewi, nimevurugwa. Hamna chochote kilichoendelea wala ni ndo kwanza yule mko sasa hivi kurudi kwa shida, na ninahisi hivi ninavyoongea yule kampangia yule binti, maana yule binti pale nyumbani hayupo kabisa, na hata yeye mwenyewe yule mko yangu kurudi pale kwa Nadra. We nimekumbuka kitu. Iche. Niliwaambia mlete mchele na nini? Na nyama. Nyama gani mlileta ile? Maana ladha yake sijaelewa. Nyama gani ile? Nyama ilikuwa ya ng'ombe mganga. Ungeleta ngamia. Nyama ya ngamia ndio wao wanafanya kafara. Nimeshindwa tabia chafu.